Amen. Tunaweza enda basi kwa usemi wetu wa siku. Mtoto wa Mungu, nataka niseme hivi, katika maisha hakuna maisha mubaya kama vile maisha ya utumwa. Narudia kusema, katika maisha hapana maisha mabaya kama vile maisha ya utumwa. Sababu gani? Mtumwa hakulake jinsi anataka. Ukiwa mtumwa huwezi kula jinsi unataka, huwezi kula chakula ambacho unakitaka. Ukiwa mtumwa hauwezi lala jinsi unataka. Ukiwa mtumwa hauwezi fanya kazi jinsi vile unataka, lakini unachotaka kufanya ni kile ambacho unapangiwa. Si Bwana tusaidie? Haleluya, haleluya. Ina maana kwamba katika maisha ya utumwa hapana furaha. Katika maisha ya utumwa hapana amani ya roho. Katika maisha ya utumwa hapana maendeleo mazuri. Na ndio kwa maana sisi sote hapa hakuna yule ambaye anayetamani kuwa mtumwa ya mwingine, lakini sote tunataka kila mtu awe shefu, yeye awe juu, kwa sababu maisha ya mtu ya utumwa inamwima mtu uhuru. Bwana tusaidie zaidi. Bwana tusaidie zaidi. Na kama Yesu alikuja kwetu, Yesu alikuja na kitu kimoja. Aligundua kwamba tumekuwa watumwa kwa Shetani, maana Shetani alitutamani baada ya mwanadamu wa kwanza kuasi Mungu. Akataka kushikilia maisha ya mwanadamu, kusema kwamba yeye ndio akuwa anaongoza. Ina maana kwamba tukawa watumwa kwa Shetani. Lakini hiyo jambo lilipoonekana mbele ya Mungu, kile ambacho kiliingia katika akili ya Mungu ilikuwa ni ukombozi. Sababu Mungu alitambua kwamba maisha kwa Shetani haitupatie afya, maisha kwa Shetani haitupatie amani, maisha kwa Shetani haituruhusu tuishi mpaka milele, maisha kwa Shetani haituruhusu tufikie kile ambacho tunataka. Na ndio kwa maana neno la Mungu linashuhudia kwamba kuja kwa Yesu duniani alikuja na lengo mbili. Lengo ya kwanza, alikuja ili kwamba azivunje kazi za giza. Haleluya. Ili kwamba azivunje kazi za giza. Ndio kwa maana Biblia inasema kwamba Yesu amefunuliwa kwetu maksudi avunje kazi za giza. Na mimi nakutangazia kwa hiyo ya leo, kila kazi ya ushirikina, kila kazi ya ulozi, kila kazi ya uchawi haitakuwa juu yako tena, maana Yesu amekuja kwa ajili yako. Yesu amekuja na kutetee. Yesu amekuja ili kwamba akutoe pale ambapo Shetani alikuwa amekuhifadhi. Haleluya. Pandisha mikono yako vizuri kama tuko pamoja. Si Bwana tusaidie. Ile ni kazi ya kwanza. Kazi ya pili, alikuwa maksudi atuweke uhuru. Ambia kwanza mwenzako uhuru.